what's up? What it do? Watu wangu wa nguvu, como estás? Muy bien, todo bien? Oh bien. Karibu sana kwenye beautiful channel ya Gosa Chuma TV once again. Katika jiko letu kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, today tunakwenda kupika moja kati ya vitu ambavyo watoto Uswahilini we really like it, kwa sababu vimetukuza ile asubuhi na mapema lazima upate chai na maandazi ama vitumbua. But today tunakwenda kupika maandazi ya maziwa. How we gonna do it? Ukiwa bachelor haimanishi usiule vitu tu vya kuokota maandazi magumu kama jiwe na vitu kama hivyo. Leo nakwenda kukufundisha ni jinsi gani utaweza kupika maandazi malaini ukiwa home. Cha msingi na cha mbolea tu, like, comment, subscribe my channel ili tuweze kupeana support zaidi na tuendelee kukupa content za moto zaidi kuhusiana na mapishi ya aina mbalimbali. Chef President Gosa Chuma, you are most welcome once again. Karibu kwenye jiko letu. Tuanze kwanza kwa kukanda maandazi yetu, kwa kukanda unga wa ngano, ambapo lazima uwe na vitu kadha wa kadha. Nitakuonyesha ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuwa navyo katika kukanda maandazi. Kwa sasa let's go to our kitchen. Sasa katika kupika maandazi ni kitu gani ambacho unatakiwa kuwa nacho? Cha kwanza kabisa unatakiwa uwe na unga wa ngano wenyewe. Sisi huku Marekani tunatumia unga huu hapa, all purpose flour, ambao ni unga wa ngano. Lakini pia ili maandazi yako yaweze kuumuka unatakiwa uwe na kitu kama hichi hapa. Mimi nitatumia instant yeast, kwa sababu huko ile sasa hivi leo kuna hali fulani ya baridi na nini. Kwa hiyo hii hapa ni amila ambayo huhitaji muda mwingi sana kuiweka ili maandazi yako ya umuke. Kwa hiyo nitatumia amira hiyo hapo, lakini vile vile nitakuwa na mayai hapa nitayaweka pasi na shaka. Lakini lazima uwe na sukari. Mimi nitatumia sukari ya aina hii, lakini vile vile kuna watu ambao huwa wanakandia mafuta, ila mimi katika zile final touch huwa natumia bara. Lakini pia lazima uwe na maziwa. So mimi nitatumia maziwa ya aina haya, ni maziwa fulani ambayo hayaumizi tumbo, kwa sababu kuna maziwa ukinywa lazima kidogo safari ziwe za hapa na pale, haziishi. Lakini bila ya kusahau vitu vya kunukia, nitatumia bacon vanilla hii katika kuweka maandazi yawe ile burudani kabisa. Pasi na shaka tuende zetu sasa kuanza kimoja baada ya kingine. Cha kwanza kabisa tutatumia unga wetu nusu. Unga nusu ni sawa na vikombe viwili vya miligramu 25. Kwa hiyo tutatumia unga wetu nusu huu. Baada ya hapo unaweka amira yako. Baada ya kuweka amira unachukua chumvi, unaweka kijiko kimoja kidogo chumvi yako, isiwe nyingi, unaweka kijiko kidogo chumvi. Baada hapo chukua vijiko 5 vya chakula vya sukari, weka sukari yako. Kabla ya kuendelea mbele, changanya kwanza hivi vitu vikavu, amira pamoja na sukari na chumvi vichanganyikane. Kwa hiyo baada hapo gonga mayai yako matatu, yaweke pale. Baada kuchanganya unga wako vizuri kwa vile vitu vikavu, sasa unaweka mayai yako hapo, unagonga mayai yako matatu. Lakini vile vile hapa sasa ndo sehemu ambayo unatia pia angalau kifuniko kimoja cha vanilla. Inatosha kabisa kifuniko kimoja cha vanilla hapo, burudani. Alafu unachanganya kwanza mayai na unga vichanganyikane, na kabla ya hapo sasa ndio unaenda kuweka maziwa yako. Kwa hiyo hapa tutaenda kuweka maziwa kwanza nusu ili kuchanganyia unga wetu, na kama unga ukiwa hujakaa vizuri tutaongeza maziwa mengine. Kwa hiyo tutakuwa tunaongeza maziwa kidogo kidogo mpaka unga ushikane kabisa. Then unafunika unga wako kama dakika 5. Ingawa umetumia instant yeast, kwa hiyo haiwezi kuchukua muda mrefu zaidi, itakuwa unga utakuwa umekwisha umuka.
Maandazi yanatakiwa yaelee namna hii. Unaona maandazi yanaelea haya? Ukiona andazi limezama ujue unga umekufanyia iyani. Lakini andazi linatakiwa lielee, yani kabla halijaiva andazi linatakiwa lielee. Unaona bwana?